Tunasema shukrani zangu za dhati, hisia za moyoni na kwa uwazi. Je, moyo una uhusiano na hisia au mawazo? Kwa nini iwe hivyo? Mara nyingi watu wanatumia maneno haya kwamba ninaongea kwa moyo wangu wote, au kwa moyo mkunjufu, au kwa moyo uliofunguka. Je, kuna mahusiano yote kati ya moyo huu wa nyama na hisia za moyo tunaotumia? Huwa kwa kawaida ni kwamba tuna moyo wa nyama ambao kazi yake ni kusukuma damu ili kulisha viungo mbalimbali mwilini. Moyo huu unafanya kazi kwa kusukuma damu na kuachia au kurelax, na mapigo haya yanakuwa yanaendelea kila wakati. Na moyo huu umeunganishwa na mishipa ya fahamu, ambayo mishipa hii ya fahamu huwa inafanya mawasiliano kati ya hisia na moyo. Kwa hiyo pale unapokuwa na mambo ambayo yamekugusa sana, au pale unapo unataka kutoa maneno yako au vitu ambavyo vinatoka katika uhalisia mkubwa, huwa kuna mawasiliano ambayo moyo unafanya na mishipa hii ya fahamu, na wakati mwingine unaweza kukuta kwamba moyo unapiga kwa haraka au unapiga kwa nguvu zaidi kuliko kawaida, au unasikia kuna moyo umetulia, moyo huu wa nyama. Kwa hiyo hii ndio sababu zaidi kubwa kwamba watu wanaunganisha moyo katika moyo wa nyama na hisia ambazo zinatoka katika mambo ambayo mtu anataka kuyatoa, katika akitaka kusisitiza jambo, au akitaka kuongea ukweli, au akitaka kufanya kitu kwa upendo mkubwa, anasema ninatumia moyo wangu wote. Huu ndio uhusiano mkubwa kati ya moyo, ule moyo wa nyama, na moyo, hisia kali au mambo ambayo yanamgusa mtu sana katika nafsi yake. Kwa hivyo, ni miaka mingapi umekuwa ukishughulika na matibabu ya moyo? Nimekuwa daktari kwa miaka takribani 20 sasa, lakini nimekuwa daktari wa moyo kwa kati ya miaka 12 mpaka 15. Katika kipindi chote hiki cha miaka 12 mpaka 15 nimekuwa nashughulika na magonjwa ya moyo tu kama daktari bingwa wa magonjwa ya moyo. Kwa hiyo ni kazi ambayo ninaifanya kila siku ya ichayo, na kila siku ndiyo kazi yangu ambayo ninaifanya kama sehemu ya maisha yangu. Kutokana na utandawazi, matumizi ya mtandao ni makubwa sana na habari nyingi hupotosha. Ni changamoto gani unakutana nazo unapokutana na wagonjwa hawa wa Gen Z, meaning kizazi kipya? Huwa na taarifa nusu kuhusu suala la afya kupitia mtandao. Ushauri wako ni nini? Sasa hivi dunia imejaa taarifa nyingi sana. Ni dunia ya sayansi na teknolojia, ni dunia ya taarifa nyingi sana, kitu ambacho ni kizuri sana, na kumekuwa na vyanzo vingi vya taarifa ikiwemo taarifa za afya, na watu wamekuwa wakizitumia taarifa hizi kutaka kupata maarifa, kupata ujuzi na kujaribu kuelewa mambo ambayo yanawasibu, hususan mambo ya moyo. Taarifa hizi zinakuwa nzuri pale ambapo zinatumika kisahihi, kwa sababu ukipata taarifa zisizokuwa sahihi inaweza ikapotoka. Lakini tunasisitiza kwamba watu watafute taarifa sahihi kutokana na vyanzo ambavyo vimethibitiwa au vimethibitishwa na vyombo ambavyo vina uhakika. Kwa mfano, ukienda tovuti ya Wizara ya Afya au ukienda kwenye tovuti ya Shirika la Afya Duniani au World Health Organization, kule ndio ambako utapata taarifa ambazo zina uhakika na ambazo zitakuwa zinaelezea uhalisia, badala ya kuwa na taarifa ambazo si rasmi na zisizothibitiwa au ambazo hazijahakikishwa. Unaweza kupotoshwa badala ya kupata suluhisho. Tunasikia kwamba mtu alikufa kwa mshtuko wa moyo, na pia madaktari wanasema mgonjwa alichelewa kuletwa hospitalini. Je, ni kwa muda gani mtu anaweza kuwahi asife na mshtuko wa moyo?
Kuna dharura kadhaa ambazo tunazipata katika magonjwa ya moyo. Moja ya dharura ambayo ni kubwa sana ambayo inagharimu maisha ya watu wengi ni shambulio la moyo au heart attack. Hii ni pale ambapo mshipa wa damu unaziba ghafla na damu haiwezi kufika kwenye misuli ya moyo, kwa hiyo moyo huwezi kusukuma damu na kwa maana hiyo unasimama na mtu anaweza kupoteza maisha. Hii ni shambulio la moyo. Lakini kuna pia matatizo makubwa ya umeme wa moyo, ambayo umeme wa moyo ndio ambao unasukuma misuli ya moyo za kufanya kazi. Inapotokea hitilafu katika umeme wa moyo, aidha kwenda haraka kuliko kawaida au kwenda kwa milipuko, na wakati mwingine kushindwa kuwasiliana kutoka sehemu moja mpaka nyingine, hii tunaita heart block, tofauti na ile ambayo ni shambulio la moyo ambayo ni heart attack. Kwa hiyo heart block ni pale ambapo umeme wa moyo haupiti na kwa maana hiyo unafanya moyo usifanye kazi vizuri. Wakati shambulio la moyo ni pale ambapo misuli ya moyo inakosa damu kwa sababu mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye moyo imeziba ghafla. Mgonjwa huchanganya kati ya shambulio la moyo na kiungulia. Je, kuna tofauti wowote kati ya hayo? Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya moyo na tumbo la chakula, na kimsingi uhusiano huu umewekwa na kurasimishwa na inaitwa cardio-gastric syndrome, ambayo ni uhusiano kati ya moyo na tumbo la chakula. Kwa nini vina uhusiano? Tumbo la chakula na moyo vimekaa jirani na kimsingi vinagusana kabisa, lakini pia vinashirikiana mishipa ya fahamu ambayo inadhibiti moyo na inadhibiti pia ufanyaji kazi wa tumbo la chakula. Inapotokea kwamba umesumbua tumbo la chakula, basi unasumbua pia mishipa ya damu na mishipa ya fahamu ambayo inapeleka taarifa kwenye moyo na kufanya moyo aidha ukaenda haraka au ukapata maumivu au ukakuta moyo umepata milipuko ambayo inaweza kusababisha ukakosa pumzi au ukajisikia vile ambavyo ungekuwa na tatizo la shida ya moyo. Kwa hiyo uhusiano kati ya moyo na tumbo la chakula ni wa karibu sana, na mara nyingi unachanganya mtu mwenye shida ya tumbo anaweza kufikia na shida ya moyo na mtu mwenye shida ya moyo anaweza kufikia na shida ya tumbo. Inaitwa cardio-gastric au gastric cardio syndrome. Je, nitajuaje kuwa afya yangu ya moyo ni nzuri? Afya ya moyo unaweza ukaitambua kwa namna mbalimbali. Namna ya kwanza ni namna unavyojisikia, lakini hii sio namna ambayo ina uhakika sana, kwa sababu ukijisikia vibaya, aidha moyo kwenda kwa haraka au kusikia maumivu ya kifua au kupumua vibaya, kuvimba miguu au kuchoka ukitembea, inaweza ikakupa kiashiria kwamba huenda afya yangu ya moyo haiko sawa. Lakini dalili hizi hufanana na magonjwa mengine, kwa mfano magonjwa ya tumbo, magonjwa ya upungufu wa damu, magonjwa ya mfumo wa mapafu na magonjwa mengine ya mwili kama kisukari. Ili kuthibitisha afya yako ya moyo kiusahihi, ni muhimu kuchukua hatua na kufanya vipimo ambavyo vinafahamika. Vipimo vya moyo kuna vile ambavyo ni vya jumla ambavyo vitaangalia afya kwa ujumla, lakini kuna vile ambavyo ni maalum kwa ajili ya moyo kama kipimo cha ECG, echocardiogram, stress test, vipimo vya kuangalia mapigo ya moyo na blood pressure kwa masaa 24 na vipimo vingine vingi ambavyo vipo katika mahospitali yetu ambavyo vinaweza kukuhakikishia kwa uhakika kwamba una shida ya moyo au una shida ya moyo, na ukaambiwa kama ni shida hiyo ni aina gani, ipo kwa kiasi gani na huenda ikatibiwa kwa namna gani. Kwa namna pekee ya kuthibitisha kwamba una tatizo la moyo ni kupima vipimo na kuhakiki kama ulichokidhani kwa kukihisi ni sahihi au sio sahihi. Je, vyakula gani ni vya kuepuka ili mtu aweze kuwa na afya nzuri ya moyo? Swala la vyakula na magonjwa ya moyo ni somo pana, somo kubwa na somo ambalo ni gumu, lakini kuna kanuni chache ambazo ukizizingatia zinaweza zikakusaidia kuweza kuepuka magonjwa ya moyo.
Magonjwa ya moyo yanatokea kwa sababu ya mkusanyiko wa vihatarishi mbalimbali. Tunaziita kwa lugha ya kigeni risk factors. Risk factor hizo ni kuwa na cholesterol nyingi, kuwa na kisukari, kuwa na shinikizo damu la kupanda, lakini kuvuta sigara, kunywa pombe na kuishi mifumo mingine ya maisha ambayo sio rafiki katika afya kama kutofanya mazoezi. Kwa hiyo watu wengi wanapata vihatarishi hivi pale wanapokuwa na uzito mkubwa kupindukia au obesity. Vyakula ambavyo vinasababisha obesity au ongezeko la uzito kupita kawaida ni: moja, sukari kupita kawaida; mbili, vyakula vyenye wanga mwingi au starch kama wali, maharage, mchele, viazi, ndizi na mhogo. Hii ni kundi la wanga au starch. Kundi la tatu ni nyama nyekundu au red meat ambayo mara nyingi inaongeza uzito kwa haraka na kusababisha mafuta mengi kwenye mwili. Na kundi la nne ni mafuta kama mafuta aidha ya kupikia au mafuta ambayo unakula kwa ajili ya kuongeza ladha kwenye chakula. Haya ni makundi manne ambayo mara nyingi yanaharibu afya yako kwa kuongeza uzito na kuwa na kisukari, cholesterol juu na madhara mengine ambayo yanasababishwa na kuharibu mishipa ya damu na baadaye kupata magonjwa ya moyo. Je, ni kweli watu wenye uzito mkubwa wanakuwa na shambulio la moyo? Watu wenye uzito mkubwa mara nyingi wanaathirika na magonjwa ya moyo kwa sababu uzito mkubwa ndio center au ndio chanzo cha vihatarishi vingi vya magonjwa ya moyo. Vihatarishi hivyo ni kuwa na kisukari, kuwa na shinikizo damu la kupanda, kuwa na cholesterol, mafuta ya lehemu mengi kwenye damu, lakini pia kufanya mishipa ya damu iharibike kwa urahisi, kwa sababu kuna kemikali ambazo zikiwepo ukiwa na uzito mkubwa zinaongezeka na zinaharibu mishipa ya damu kwa muda mrefu na kusababisha baadaye kupata matatizo ya moyo kama shambulio la damu au shambulio la moyo. Kwa hiyo uzito mkubwa ni kihatarishi kikubwa cha magonjwa mengi yasiyoambukiza, na magonjwa ya moyo ndio yanahusika zaidi na uzito mkubwa. Kwa hiyo tunashauri kwamba usiwe na uzito ambao umepindukia, na ukienda hospitali huwa tuna vipimo maalum vya kuangalia uwiano wako wa urefu, jinsia yako na uzito wako. Tutakwambia kwamba uwe katika kiwango ambacho hiki hapa na sio hiki, kwa sababu tutavifahamu viwango ambavyo zaidi ya hivyo vinakuwa ni hatari katika afya yako. Okay. Sasa je, kuna uhusiano kati ya ugonjwa wa moyo na kisukari? Ugonjwa wa kisukari ni mchango mkubwa sana wa magonjwa ya moyo, na ndio maana kila unapokuja katika hospitali ukiwa na magonjwa ya moyo au ugonjwa wa kupanda kwa shinikizo la damu, lazima tutakwambia upime kiwango cha sukari yako. Sababu yake ni kwamba tunataka kuona kama vitu hivi vimekaa pamoja: shinikizo damu la kupanda, ugonjwa wa moyo na kisukari au ugonjwa wa kisukari. Vikikaa pamoja, uharibifu katika viungo ambavyo vinafanya moyo ukae vizuri unakuwa wa haraka na ni mkubwa zaidi. Unakuwa na hatari kubwa ya kupata magonjwa ya figo, magonjwa ya mishipa ya damu ya sehemu zote za mwili including moyo unapokuwa na kisukari. Kwa hiyo ugonjwa wa kisukari ni kichocheo kikubwa sana cha magonjwa ya moyo, mishipa ya damu, figo pamoja na mifumo mingine yote ya mwili. Kwa hiyo kisukari inapopatikana inatakiwa kishambuliwe kwa kutibiwa kwa usahihi, kwa uhakika, ili kuzuia kuongeza kasi ya kupata magonjwa ya moyo na magonjwa mengine ambayo yanaweza kugharimu afya yako, lakini pia kugharimu maisha kwa ujumla. Well, nimesikia kuna upasuaji wa mishipa ya moyo bila ufunguaji wa kifua. Je, kuna ukweli wowote? Sasa hivi teknolojia imetusaidia kufanya mapinduzi makubwa sana kwenye matibabu ya moyo, na teknolojia ambayo imekuwa inatumika sana kwa miaka hivi karibuni ni teknolojia ya kuzibua mishipa ya damu
katika moyo wa binadamu ambayo imeziba aidha kwa ghafla au kwa taratibu kwa muda mrefu. Teknolojia hii inaruhusu kuingia kwenye moyo bila kufungua kifua na kuzibua ile mishipa kama ilivyokuwa imezoeleka hapo zamani. Sasa hivi tunatumia mishipa ambayo ipo katika mwili wako. Mara nyingi ni mshipa kwenye mkono au mshipa kwenye paja. Mshipa mkubwa huu tukiutoboa, tunaingia kwa kutumia waya ndogo, na pia tunatumia tube ndogo ambazo zinaitwa catheters, na kuingia kufanya mambo mawili. Kwanza, kugundua mshipa ambao umeziba, lakini pili, kuuzibua pale ambapo imetokea kwamba umeziba. Tunagundua mshipa huu kama umeziba kwa kuingia na hizo waya na hizo tubes au catheters, na tunadunga au tuna inject contrast au rangi maalum, ambayo rangi hii inapopita kwenye mishipa damu tunachukua picha na kuangalia kama mshipa umeziba sehemu gani kwa kuangalia pale ambapo ile rangi haipiti. Kwa maana hiyo tunaweza kugundua kwamba mishipa gani umeziba kwa asilimia ngapi, umeziba sehemu gani, umeziba kwa kiwango gani, kwa tunaweka asilimia. Na pindi tutakapojua kwamba umeziba, tunatumia njia hiyo hiyo kuingia ndani na kupitisha waya ndogo na kuingia ule mshipa. Baadaye tunaufungua kwa kuweka hewa kwenye baluni. Baluni ikishafungua ile mshipa, tunaondoa ile baluni afu tunaweka vitubu vingine vidogo vinaitwa stent, ambapo stent ile inakaa pale sehemu ambapo mshipa uliziba na kuacha mshipa huo ukiwa umefunguka. Hii teknolojia sasa hivi imeingia nchini Tanzania, na kwa bahati nzuri sana hospitali yetu ya Hemeda pia imekuwa ni miongoni mwa hospitali chache sana nchini Tanzania ambazo zina teknolojia hii. Sasa hivi ni hospitali ambazo hazidi 6 nchi nzima ambazo zina mtambo huu unaitwa Cardiac Catheterization Laboratory au kwa kifupi CAT lab. Huu ni mtambo ambao ndio unatusaidia kufanya matibabu haya kwa teknolojia hii kubwa ambayo imeingia nchini, na tumeweza kuwa tunatumia kuweza kuokoa maisha ya watu wengi ambao hapo zamani itakiwa wasafiri kwenda nchi za nje kufanya huduma hizi, lakini sasa hivi ni hapa nchini Tanzania tunazifanya kwa kutumia teknolojia hii. Kwa maana hiyo kupunguza maumivu kwa mgonjwa, hatari ya kusafiri, gharama kubwa ambazo walikuwa wanazigharimia, na vile kuwapatia watu mgonjwa ile fursa ya kuwa na wapendwa wake ambao wasingeweza kwenda kumuona akiwa nje ya nchi, wanaweza kumuona na kuweza kumfariji akiwa hapa nchini. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia kama nchi, lakini pia kama hospitali ya Hemeda kwamba sasa tuna teknolojia imefika, na tunawakaribisha watu na toa wito kwamba watu hatuamini, lakini pia wachukue hatua kuja kuchukua matibabu haya pale ambapo wamepata matatizo, kwa sababu teknolojia ni mpya. Watu wengi wanakuta wameambiwa kwamba ana tatizo, anahitaji kufanya matibabu haya, lakini kwa sababu hawafahamu, basi wanakuwa wanasita. Mtu anabakia na tatizo lake kwa miaka mingi, na baadaye akapata shambulio la moyo na kupoteza maisha, wakati angeweza kupata suluhisho na kutatua tatizo lake akiwa hapa nchini. Ni mabadiliko gani kwenye mtindo wa maisha mtu afanye baada ya kuzibuliwa mishipa wa moyo? Mara nyingi ukipata shambulio la moyo au heart attack na ukawahi hospitali, tutakusaidia kwa kustabilize, kuokoa maisha yako, lakini pia kuweka hizo stents kwa ajili ya kuzibua mishipa damu. Kuna wakati ambapo inafikia aidha mishipa damu imekuwa mingi mno au imeziba kwa kiasi kikubwa zaidi, utatakiwa kufanyiwa operation ya kufungua kifua na kupandikiza mishipa ya damu ambayo inaitwa CABG, ambayo ni coronary artery bypass graft. Hii ni operation ambayo unapandikiza mishipa ya damu ndani ya moyo. Baada ya hapo huwa kuna maelekezo ya namna gani uishi baada ya kufanyiwa procedure yote mbili, either ile ya stent au ile ya open surgery. Maelekezo haya huwa yanatolewa na daktari, mara nyingi itajumuisha mambo kadhaa. Moja ni kufanya secondary prevention, kuzuia usipate tena shambulio la moyo, kwa sababu vile vitu ambavyo vilisababisha kupata shambulio la moyo mwanzoni
bado unaishi navyo, huenda vikakusababishia tena kupata shambulio la moyo. Lakini la pili ni dawa ambazo unakuwa umeandikiwa kukusaidia kufanya damu isigande kwa urahisi au kufanya damu usipate cholesterol kwa urahisi, ili kuzuia usipate shambulio la moyo nyingine. Lakini kuna dawa pia za kuandikiwa za kucontrol au kudhibiti shinikizo la damu lisipande au kudhibiti kisukari au magonjwa mengine ambayo ulikuwa nayo kabla, ili kuweza kufanya usipate tatizo jingine. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ukipata shambulio la moyo ukabahatika kuokolewa au kusaidiwa baada ya operesheni au procedure ya cath lab, unatakiwa uishi mfumo wa maisha ambao umeelekezwa na daktari wako, na ni muhimu kufanya follow up ya clinics kila ambapo daktari anakuagiza, ili kuhakikisha kwamba unaishi maisha salama baada ya hizo procedure. Watu wengi huwa wakishamaliza kufanya procedure anapotea. Akipotea unakuja kukuta baada ya miaka 1-2 unasikia alifariki ghafla, kwa sababu hakufuata masharti au hakujua kwamba angetakiwa afuatilie afya yako baada ya hizi procedure au operation. Kauli mbiu ya mwaka huu kwenye siku ya moyo duniani ni Don't miss a beat. Je, hii kauli mbiu humaanisha nini? Kila mwaka tarehe 29 mwezi Septemba dunia imejiwekea kama ni siku ya moyo duniani, na kila inapotokea siku ya moyo duniani huwa kunakuwa kuna kauli mbiu au theme ambayo inatukumbusha nini cha kufanya katika mwaka huu. Katika mwaka huu 2025 kauli mbiu yetu inasema Don't miss a beat, yaani usikose hata pigo moja la moyo wako. Maana ya ujumbe huu ni kwamba moyo wetu au mioyo yetu inaendeshwa na mapigo, ambao kila pigo moja linamaanisha maisha katika kuishi kwako. Kwa hiyo tunavyoishi tuhakikisha kwamba hatukosei hata mara moja, kuhakikisha kwamba tunaishi maisha salama, maisha ambayo ni salama katika maana kwamba tunaishi mfumo wa maisha ambao ni rafiki katika miili yetu na hususani katika afya ya moyo, lakini pia kufuata zile masharti au maelekezo ya afya bora, ili tusikosee hata kidogo tukaishia kupata matatizo au kupoteza maisha yetu. Kwa hiyo hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu, na ninawatakia kila mmoja kila la heri katika sikukuu hii au siku hii maalum ya moyo duniani, na nikiwasisitiza kwamba usikose hata pigo moja, kwa sababu ukikosa pigo moja tu inaweza kugharimu maisha yako. Pigo hapa maana yake kila kinachotakiwa kufanyika kiusahihi ili kuweza kuishi maisha yenye afya bora. Wakati nakumbuka siku hii ya moyo duniani, ningependa kutoa ujumbe kwa wagonjwa wetu, watu wetu nchi nzima, kwamba magonjwa ya moyo yapo. Magonjwa ya moyo ndio yanayoongoza kwa vifo vyote duniani, katika maana kwamba kila mwaka kwa takwimu za hivi karibuni watu takriban milioni 20 hufariki kwa ajili ya magonjwa ya moyo na mishipa damu peke yake. Hii ni takribani 33% ya vifo vyote ambavyo vinatokea duniani, ambao ni kitu kikubwa sana ambacho kinachangiwa na magonjwa ya moyo. Lakini ni ambacho tunakifahamu ni kwamba sehemu kubwa ya vifo hivi hutokea katika ukanda wa chini ya jangwa la Sahara au Sub-Saharan Africa, ambako Tanzania sisi ni mojawapo. Kwa hiyo tuchukue hatua ili kuhakikisha kwamba magonjwa haya hayatushambulii kwa kiasi kubwa, tuweze kuishi maisha ambayo ni marefu ya kutosha kadri ambavyo tunatakiwa kuishi. Habari njema ni kwamba 80% ya vifo hivi huweza kuzuiliwa kama utachukua hatua zile za kawaida tu, ambazo ni kuishi mfumo rafiki wa afya, ikijiwepo kufanya mazoezi, kuzuia kuwa na uzito mkubwa,
kutibu au kudhibiti shinikizo la damu pale inapokuwepo, dhibiti magonjwa ya kisukari, acha kuvuta sigara au mazao ya tumbaku, kunywa pombe kwa viwango ambavyo vinashauriwa kitaalamu, na kuangalia afya yako kila wakati kwa kujipima mahospitalini au kwa daktari, ili kuweza kukwambia vitu vya msingi kuvijua katika maisha yako, ambayo mara nyingi tunaita zifahamu namba zako au know your numbers. Namba gani hizo? Umri wako ni umri gani? Uzito wako ni kiasi gani, ambao tunalinganisha na urefu wako ambao nao ni namba. Kiwango cha lehemu yako au cholesterol yako ni kiasi gani? Blood pressure yako ni ngapi? Na sukari yako ni ngapi? Hizi ni namba za muhimu ambazo unataka kuzifahamu. Unazifahamu vipi? Tembelea hospitali, fanya check-up yako, ujue hivi vitu vya msingi ili uweze kufanya prevention au kuzuia usipate magonjwa, kwa sababu ukipata magonjwa haya, kwanza ni gharama kuyatibu, lakini pili yanagharimu afya yako, kwa maana utakuwa huwezi kufanya shughuli za uzalishaji, na unaweza pia ukapoteza maisha, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanaweza kuua kwa kusababishia complications kwenye viungo mbalimbali ikiwemo ubongo, figo, moyo wenyewe na mishipa ya damu yote. Kwa hiyo nakushauri uchukue hatua ili kuweza kuishi maisha yenye furaha, lakini pia maisha marefu kadri ambavyo Mwenyezi Mungu amekuandikia au amekuzawadia maisha hayo.